Na ndugu yetu, kazi inayoendelea hapo ni ya uvunaji wa mpunga, na hiyo trekta unaiona hapo ndio inayotumika katika kuvuna huo mpunga. Ni teknolojia kidogo ya kisasa, na hii inasaidia zaidi katika kurahisisha kazi na kufanya hiyo mashine au hiyo trekta ina uwezo kiasi gani, na je, utendaji kazi yake unakuwaje. Katika somo la leo au katika video hii tutaenda kuangalia uvunaji wa mpunga kutumia hiyo mashine. Yani hasa tutaenda kuangalia faida ya hiyo mashine au hiyo trekta inayosaidia kuvuna hapo, na uwezo wake upo vipi. Agalus TV, habari, kilimo na ufugaji kwa vitendo. Subscribe, like, share na comment. Asante kwa kutuchagua. Sasa maarufu jina ya hilo trekta ni combine. Kwa hiyo sisi tunalifahamu kama combine. Mashine hii au trekta hii ina uwezo mkubwa sana. Yani inaweza kuvuna shamba kwa muda mfupi sana. Kwa mfano ndani ya saa moja inaweza likamaliza heka moja mpaka heka moja na nusu. Kwa muda tu wa saa moja ikamaliza hiyo kazi ya kuvuna. Lakini kwa siku au ndani ya masaa 8 basi trekta hili lina uwezo wa kuvuna kuanzia heka 8 mpaka heka 12. Unaweza kaona inaweza kurahisisha kiasi gani. Tunavuna wenyewe kwa kutumia mikono tu, tunavuna, baadaye unapiga kwa kutumia fimbo au mti, baadaye tena unaanza tena kupeta. Sasa ilikuwa inatumia muda mrefu zaidi, na kazi hii imeturahisishia zaidi kwa kutumia hii mashine. Imerahisishwa zaidi kwa kutumia mashine. Sasa inategemea aina ya shamba, kwa sababu pia inategemea na aina ya uendeshaji pia. Yani ile hali ya shamba jinsi lilivyo, kama je ina milima au inakuaje, au je inapitika vizuri. Kwa hiyo speed yake itategemea na aina ya shamba, lakini pia hata na uendeshaji na uzoefu pia wa dereva huyo anayeendesha. Kama akiwa ni mzoefu zaidi basi atatumia muda mfupi zaidi, lakini pia inategemea na nguvu au ubora ile mashine au hiyo trekta ambayo inayo. Inaweza kutumia muda mfupi kulingana na hizo pia kuvuna. Yani ubora wa uvunaji wake au ufanisi wa uvunaji wake inasaidia sana. Ndugu yetu, trekta hii ina uwezo wa kuvuna mazao ambayo ni yale ambayo ni bora. Yani makapi yanaacha, lakini vuna mazao yako kwa kuhakikisha kwamba unavuna mazao yote kwenye shamba lako. Kwa sababu sio rahisi sana mazao kuweza kupotea au mpunga wako kuweza kupotea. Kwa hiyo una uhakika kabisa kwamba utavuna kwa ufanisi wa hali ya juu. Unachotakiwa kufanya hapo wewe ni kutafuta tu mifuko. Yenyewe unakinga tu kwenye hiyo mashine, na hivyo mfuko basi kushajaa au hivyo viroba vinadondoka. Angalia kama hivi, unaona hivi vinavyodondoka hivyo. Iko tayari kimeshajaa, kinadondoka. Kwa hiyo watu hapo kazi yao ni kushona tu, kushona haraka au kufunga, kudondosha. Na kinaenda hivyo hivyo, kinajaza, kinadondosha hivyo hivyo. Kwa hiyo ni mashine nzuri sana na inatusaidia sana wakulima katika kurahisisha kazi. Kwa kazi itakayobakia sisi hapo ni kuweza kukusanya. Sasa hapa ni sababu inadondosha yani sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo nguvu inayotumika hapa ni watu tu kupita kukusanya hivyo viroba ambavyo vimeshajaa mpunga tayari. Kwa hiyo zoezi litakayoendelea hapo ni hilo kwa kukusanya, lakini pia tutaenda kwa ajili ya kuanika na kupaki vizuri, kwa sababu hapo yani imejazwa kiroba kile kijajazwa vizuri. Lakini kumbuka mpunga pia unahitaji kaenda kuanikwa zaidi. Kwa hiyo tutaenda tu kuanika na kuweza kupima sasa vizuri na kuweza kushona kwenye mfuko au kwenye gunia, yani tayari kwa ajili ya kwenda sokoni. Kwa hiyo hii ndio combine mashine. Naam ndugu yetu, kama kuna chochote unataka kukifahamu kuhusiana na mashine hii, yani kuna swali ambalo linakutatiza au unahitaji kufahamu zaidi, basi unaweza ka comment hapo swali lako, na sisi tutakujibu kuhakikisha kwamba unaifahamu zaidi mashine hii, na ili kusaidie siku moja katika shughuli zako za kilimo kwa namna moja au nyingine.